ndio mimi Olkarau ilikuwa big constituency, ikagawanyishwa ikatoka Orojororo ikabaki Olkarau. Mimi nimetoka Orojororo lakini I'm affiliated to Olkarau. Kila mtu saa hii anataka kuwa ametoka wapi? Thank you. Katika siku ya leo tumeongeleshwa sana kuhusu JPRC ama peace. And peace is a very ni jambo ambalo liko kwa roho yangu sana, kwa sababu wakati nilirudi shule kusoma katika degree yangu ya pili ambayo tunasema ni masters, I mastered in conflict management and peace studies pale Egerton University. Lakini la muhimu ilikuwa thesis yangu nilifanya post election violence. Na kwa hivyo vile ametuelezea pale ni mambo ambayo ilikuwa mbaya. Na wakati unaingia undani, wakati nilikuwa nafanya study mambo ya displacement, settlement ya hao watu, vile biashara ziliharibika, unaweza kujua kweli ni afadhali amani. It is better to have peace. Kwa sababu hilo halikuwa jambo zuri. So leo tuko katika Sunday ya JPRC. Na ujumbe ambao tumepewa siku ya leo, I will go very fast. Ujumbe ambao tumepewa siku ya leo ni a people of truth and integrity. Watu wa ukweli na uwiano. Watu wa ukweli na uwiano, integrity ama uadilifu. I don't know. Kiswahili saa nyingine inakuwa ngumu. Uadilifu, yes, integrity I think ni uadilifu. Gukorwo turi andu a truth, kwaria ma na kuikara turi andu ehokeku maundu-ini maingĩ. Kwa hivyo mambo ambayo tutazingatia leo ni mambo matatu, na nataka tuende nayo kwa sababu ndio ni pillars ambazo tunaangazia kwa sermon ya hii ya leo, na nitaenda very fast. So wakati tuna celebrate hii JPRC leo, tunakumbushwa kuwa pia mwenye amenena amesema tuko na responsibility as a church kukeep peace, kuhakikisha unity iko pale na kuongea ukweli. Na ndipo JPRC I'm sure tunajua vile inamaanisha katika kanisa letu. Justice, J, P ni R and C creation ama care of the creation. So tunaongea kuhusu justice, peace, reconciliation na creation. Pia mimi nimefanya kitu inaitwa CPM, Certified Professional Mediators, ambao huwa tunasema it is better to have alternative dispute resolution. Sio kila wakati tuko na challenge na conflict na mwenzetu tunakimbia kotini. There are other avenues, there are other ways ambazo tunaweza kusuluhisha mambo zetu bila kwenda kotini. Kwa sababu wakati tumeenda kotini kusuluhisha mambo, huwa tunasema kuna mwenye aliwini na kuna mwenye amerusi. Kwa hiyo mkitoka hapo, badala ya kurudiana, mnatoka mkiwa enemies, kwa sababu utasema we lost, we won. Lakini katika ADR ama alternative dispute resolution, wakati mnafanya mediation, we usually say it is a win-win situation. Mnatoka hapo mkiwa mmekubaliana, hakuna mwenye amerusi, nyinyi wote mmeweza kupatana. So mambo hayo katika kanisa hili tunaendelea tukizingatia katika hicho kitengo cha JPRC. So nataka tuangazie mambo matatu, na ni mambo ambayo tumesomewa katika hizo readings zote tumesomewa. Kama kanisa, as members of the church, we have the responsibility, tuko na jukumu no nginya ona ithuĩ tũgie na thayũ. We cannot be silent. Tuseme sisi hatutafanya jambo kulete peace, sisi wacha wanasiasa wafanye ama wengine wafanye, sisi tuende rekejwe tukagochenga. It's not about coming to church, it's not about worship only, lakini tuko na jukumu kama kanisa, kama Wakristo, kuleta amani, kuleta justice, kuleta reconciliation katika ulimwengu ama in the society. Na kwa hivyo message yangu ama message ambayo imepeanwa katika
siku hii ya JPRC, moja ni ku explore the 3 pillars, na nitasema moja ni kusema truth as the foundation of freedom. Tunaongea kuhusu truth, tunaongea kuhusu justice, tunaongea kuhusu unity. Truth ni ukweli, justice ni kufanya haki, unity ni kuja pamoja, sawa sawa. So mambo ambayo tunaangazia katika JPRC leo ni truth, justice, unity. Ukweli, kutenda haki na kurudiana ama unity, sawa sawa. Wacha tuanze ya kwanza ambayo ni truth, na tutasema truth is the foundation of freedom. Mwenye ameongea amemalizia kusoma John 8:32 ambayo ilikuwa ni neno letu la mwongozo, na ilisema kuwa then you will know the truth and the truth shall set you free. Lazima tujue hii truth ni gani, kwa sababu hakuna wakati John ama hii text ilipoelezewa, Yesu alikuwa anaongea na watu ambao walikuwa wanasema wao they are not slaves. Walikuwa wanasema wao, yeye akawaambia nyinyi ni watumwa. Na hao akamwambia sisi si watumwa kwa sababu sisi ni wana wa Abrahamu na hakuna siku hata moja tulikuwa watumwa. Akamwambia yes, nyinyi ni wana wa Abrahamu, lakini hamfanyi vile Abrahamu ama Mungu wa Abrahamu anataka. Kwa hivyo nyinyi ni watumwa, nyinyi ni watumwa wa dhambi, nyinyi ni watumwa wa mambo mengi sana. Kwa hivyo ndio aliweza kuambia ukijua ukweli, huo ukweli utawafanya huru. So nataka tujiulize, huu ukweli ambao Yesu alisema tujue ili tuweze kupata uhuru ni ukweli gani? Number 1, tunaongea kuhusu ukweli. Ukisoma John 14:16 inasema I am the way, the truth and the life. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo Yesu mwenyewe ndiye ukweli. Ni kumaanisha kuwa basi ukiweza kujua Yesu, wewe umejua ukweli, na huo ukweli utakufanya uwe uhuru. So si mambo ambayo tunaifikiria ati labda hata sisi watu wa Orokarau tuseme juu sasa ile tulikuwa tunasema sijui nini maybe sasa tuko uhuru. But the truth will set you free. Truth ya kwanza ni kumjua Yesu Kristo. Kumjua Yesu Kristo ni kumkubali, kuokoka na kutembea na njia ambazo ni zake. Maana anasema I am the way and the truth. Na kwa hivyo mwenye anajua Yesu basi hapo anajua kweli, na huo ukweli ndio unamfanya akuwe free. Jambo la pili tunasoma katika John 17:17 inasema hapa ni wakati Yesu alikuwa anaombea wanafunzi wake. Anasema I pray that you sanctify them, uwaweke wawe watakatifu, na utawafanya wawe watakatifu by your truth. Na waombea wakiwa katika hii dunia, maana mimi naenda na waacha hapa, uwafanye watakatifu kwa kweli yako, your truth. Na akasema hapo your word is truth. Kwa hivyo God's word is truth. Bwana asifiwe. Wakati umejua neno la Mungu, wakati unasoma neno la Mungu, wakati unafuata maagizo ambayo yako pale katika neno la Mungu, na neno la Mungu liko hapa, basi unaweza kujua ukweli. Nao huo ukweli utakufanya huru. So unless you know the word of God, then you are not able to know the truth. Watu wengi watakuja kukuambia mambo mengi, lakini ukweli uko katika neno la Bwana. Ndio itakwambia jinsi kama wewe Mkristo unapaswa kuenda, jinsi unapaswa kupenda mwenzako, jinsi unapaswa kutendea mwenzako, mambo kama hayo. You just know the truth through the word of God. Na of course kuweza kuishi kulingana na wokovu wako na kulingana na neno la Mungu. So number 1, you shall know the truth, knowing Jesus Christ, knowing the word of God. So as Christians lazima we live truthfully. Lazima tuishi kulingana na ukweli huu tumeambiwa. Na sio tu kwa mdomo. Katika midomo yetu ni vizuri tuongee ukweli. Sawa sawa. We must live to kweli, no nginya tuikare na uma.
simu zenye zimekuja siku hizi ni uigua there are so many lies na modo wako ya Karagita na saa hiyo wako na huko chini kabisa, na huyo ni Mkristo bado anaongea uongo. There are so many other things. So what do we need? Ni mambo gani ambayo tunastahili kufanya katika truth? How do we live truthfully? Lazima katika speech yetu, maongezi yetu, miario ito nikorwo miario ile ya Arabia. Proverbs 12:22 inasema God hates lying lips. Kwa hivyo gairia doire kanwa karia karagia maheri. So it is good for us as Christians, we have truthful speech. Avoid gossip, avoid false accusations, ondoa mambo ambayo ni ya uongo. Number 2, wacha tukue na truth in our businesses. Integrity. Wakati tunafanya biashara zetu, je, tunaweka ukweli pale? Kama wewe labda ni mkulima wa maziwa, leo ng'ombe imetoa maziwa kidogo na wenye unapeanga maziwa ni wengi. Unaweza kufanya nini? Hata nimekaga nikufuatilia ile ile huo. Nigetha rigani, are you truthful in your businesses? Those scales ambazo tunapima, sijui kama umeziweka something ambayo inaonyesha hii kilo nini. You must be truthful even in our businesses. Tuweze kulipa madeni, tuweze kutreat wafanyakazi wetu vizuri, tuweze kuweka fair prices, tuweze kuondoa ufisadi au bribery katika biashara zetu. So as Christians, let us preach Christ even in our businesses. Let's be truthful. Katika leadership, pia viongozi wetu, viongozi wa kanisa, viongozi wa taifa, wacha tuongee ukweli. Sasa sijui kama huko Karau kulikuwa na ukweli. Sijui, you are the judge. Walipata vitu, si ndio? Gas cooker, gas. Mitungi ya gas, mattresses. Then what happened? I don't know. Unaweza kuassess, were they truthful? Ni nani alikuwa anadanganya mwingine? Sijui kama kulikuwa na ukweli pale. Ni wewe una judge. Then we must be truthful before God. Lazima tuwe watu wa ukweli mbele ya Mungu. Maana hatuwezi jidanganya tutigehenia na tuhenie Ngai kiria githini wito no kirionekaga hindi ya twatumura tuni watu itu. Reke tukorwo tuli andu a ukweli. Number 2, nilisema kuna mambo matatu. Ya kwanza ni truth. Hiyo ingine ni justice. Na nataka tufikirie justice as a way of life. Justice tumesema ni kutenda haki. Kutenda haki. Na hapo tulisomewa somo la pili ambapo somo la kwanza Mika 6:1-8. Hapa ni wakati prophet alitumwa, akaambiwa akumbushe hawa watu wa Israeli vile walifanyiwa na Mungu, wakatendewa mambo mazuri, lakini hawakuwa wanaenda na mienendo ambayo Mungu alikuwa anataka. Wao wakajiuliza, je, what do we do to this God? Sasa amekasirika, Mungu amekasirika. Tufanye nini? Tumletee sadaka. Hata tujitoe sisi wote. Mungu pale akaongea akasema, no, I just require you to do 3 things. Sitaki hizo sadaka zenu za kuteketezwa. Sitaki those sacrifices that you are doing. Nataka tu mambo matatu ambayo tutayaona pale katika verse 8. Mambo matatu ambayo inaonekana. So aliwaambia, mimi kenye ninataka kwenu ni mambo matatu. You do justice, utende haki. Hilo ni la kwanza. Kutenda haki. Na kutenda haki ni fairness, honesty, na defending the weak, defending the oppressed. Ni kuongea wakati mambo haiendi vizuri, unaongea. Bwana asifiwe. Ndio kana kandidat ugaga tondu reke ciumenene enenea wona maundu ni marathi uru kanitha-ini ugaga reke ciumenene. Maybe ni sisi elders hatufanyi vile kuna stahili na unaona vile halistahili, huwa unasema ciumenene. Are you silent when injustice is being done? Because kuna huyu mwanasiasa alikuwa anaitwa Desmond Tutu, alikuwa anasema, if you remain silent in cases of injustice, then you take the side of the oppressed. Ongekira hindi ya maundu marathi uru, we ni watu weko mwewa maundu marathi uru. Bwana asifiwe. So kama kanisa, as a Christian, uko na jukumu ya kuongea na kufanya haki kwa watu. Jambo la pili, to do justice,
to love mercy. Love mercy. Huruma, kuwa na huruma, kuwa na utu, kuigua ni radha. Akasema mkuwe na haki, do justice, then have mercy. Mundu taraigua ni radha ni mundu oppressaga aria angi. Maybe ona mundu tare na tha ni mundu onaga mundu agieka na kou, lakini hutaki kusema anything, hutaki kumsaidia. Lakini Mungu akawaambia hawa Waisraeli, mimi tu nahitaji mambo matatu: fanya justice na love mercy, ufanye mambo ya huruma. Mambo ya huruma ni kama forgiveness, compassion, kuwa na patience na watu wengine, kusaidia watu ambao ni vulnerable katika society yetu, na tuko nao wengi. Tuko na kitengo cha BSR katika kanisa yetu, na hicho ndio tunasema, let us bring all those people who are in need, the orphans, the widows in our society, those people who are living with disabilities. Au wote ndio tunaambiwa kama kanisa, wacha tuonyeshane moyo wa huruma kwao, wacha tujitolee ili tuweze kuwasaidia. Na jambo la tatu akasema, walk humbly with God. Uende kwa humbly ni kwa humility. Humility ni nyenyekevu. Yes, when unyenyekea mbele za Mungu. Walk humbly with God. Mtu mwenye mnyenyekevu anasikiza wengine. Sitaki kusema anasikiza ground, anasikiza wengine. Mtu mwenye nyenyekevu ni mtu mwenye akikosea anasema I'm sorry. Na tukiona mambo ambayo watu wanakuwa wanyenyekevu, mambo ya vita, ya conflict haiwezi kuwa pale. Maana pia mtu mwenye nyenyekevu ako rahisi, ni mwepesi wa kusamehe. You forgive. Kama tumepatana vibaya, mimi nakwambia I'm sorry, nisamehe. Na pia mtu mwenye mnyenyekevu ni mtu mwenye anajua kulani, aseme ili ilifanyika, nilienda kwa hii njia, tukehetania, kwa hivyo hatupitii pale. So walk humbly with your God. Ngai niendete ngoro cinyihagia. Ngai nĩ bararagia ngoro cinyihagia. Nĩ tondũ wenyihiria Ngai nĩ kuonanio na andũ arĩa angĩ utaweza kutembea na wao vizuri. Pride destroys justice. Humility builds communities. Watu wakiweza kunyenyekea, basi mambo zetu zinaenda vizuri. Na ukumbuke, justice inafanyika pale kwetu nyumbani. Ya? Aingĩtũkaga kanitha-inĩ, ta ithuĩ ngirũndi nĩ twakiucagwo mũno, we ũroka na maũndũ mega kanitha-inĩ ũgeka no gwaku ũtigire, hakuko sawa. Are you just? Wakati umetoka, uliwacha kama kuna chakula ya lunch, uliwacha kama niwe mama, uliacha your husband ako catered for. Kama unajua unaenda seminar or something, justice happens at home. You should start there at home. Wafanyikazi ambao tuko nao, are we treating them fairly? Are we paying them well? Do we even give them leave? Ama sisi tunaona tumewaajiri kazi, tunawatreat vile tunataka, very unfairly. So pale nyumbani, kabla tutoke nje, ati nigeza tuhujie maundu ma justice na gukuitora in our homes, in our families. Let us see justice there. Let us treat our elderly very well. Wacha we care for them. So justice starts where we live. Ya tatu nilisema ni pillars tatu ya justice. Hiyo ingine ya pili nilisema ni gani? Tulianza na truth, then justice, na ya tatu ni unity. Na nitasema unity ni umoja. Unity as our Christian witness. Unity. Unity tukisoma pale Ephesians 4 ambayo ilikuwa ni somo letu la pili, tunaona Paulo akiandikia watu wa Ephesus. Na alikuwa katika jela. Hakuangalia comfort yake, lakini aliwahimiza, nataka muwe na umoja. And there's somewhere in James 1, haro na jogitano shumaga ko katagate-inĩ kanyu. It is the church which is being asked. Haro na jogitano shumaga ko katagate-inĩ kanyu. So it's about unity. Alisema ukisoma verses 4, 5 and 6, tulimenye kana nitwendete Ngai kana turi ya Kristiano if we maintain unity.
kama tunaenda pamoja. Na kwa hivyo katika ukisoma hapo Ephesians 4 verse 4, 5 and 6, Paulo akapeana mambo 7 ambayo alisema hii ndio itatuunganisha. Because sisi kama Wakristo, sisi kama taifa, especially alikuwa anaongea kuhusu Wakristo wale wa Ephesus. Anasema one body, one spirit, one hope, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all. That is Ephesians chapter 4. Ukisoma pale mstari wa 4 kuendelea pale. There is one body and one spirit. Tuko na mwili mmoja. Na pale ukisoma amesema vile uko na mwili mmoja, lakini viungo ni tofauti. Na pia Mungu amepeana kila mmoja na gift yake. All of us here are gifted differently. Mundu arehe kiheo giake. Mundu eke uria hotaga gwika nigetha tukuona unity ya kuthondeka wira wa Ngai. So it is unity in diversity. Hatufanani. Unity is not uniformity. Unity in diversity. Aria mahotaga kutungata matungate, aria mahotaga gutugana matugane, aria mahotaga kuthomithania mathomithanie. So each of us has a role in the church. Na tuliitwa sisi wote ili tuweze kuleta a complete body of Christ. Kwa hivyo akasema so there is one body and one spirit, just as you are called to one faith. One Lord, you are called to one hope when you are called. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all. Kuwa tuetetwa mwili mmoja wa Kristo. Hatupasi kuwa tunatengana. Kuna roho moja ambayo anatuongoza, nayo ni Roho Mtakatifu. Kwa hivyo hatupasi kutengana. Tuna tumaini moja, one hope, ambalo linatuongoza, nalo ni tumaini ambalo tutaweza kupata after the life in this world. Hilo tumaini ndilo linatufanya tukashikana kama Wakristo, tukitegemea kuwa siku moja tutakuwa pale. There is one Lord. Mwathani witu ni umwe nake ni Yesu Kristo. Kuwa yeye ndiyo tunafuata. Na tumeambiwa tukimjua yeye ndiye njia, ndiye ukweli, ndiye uzima. So tunafuata huyo Lord mmoja. Then we have one faith. Sisi wote tunamkubali Yesu Kristo katika imani moja. Tulibatizwa katika ubatizo moja. Kwa hivyo sisi ni watu wa kabila moja through baptism. Na finally mwenye ametushikanisha sisi wote, it is one God and the Father of all, the Almighty God. Kwa hivyo tujiulize, wakati tuko na twina haro thĩinĩ gatagatĩ-inĩ cikaitũrĩ, twĩyũrie atĩrĩrĩ, Yesu alituambia tuko na just one goal, mwili umwe na maono moja. So ni lazima tuangalie vile Kristo na Roho Mtakatifu na Mungu they are one, wako kitu kimoja. Na Yesu aliomba kuwa watu wote wawe kitu kimoja, vile yeye na Mungu the Father wako kitu kimoja. So mambo ambayo huwa inaleta kuseparate, tribalism tumeongelezwa pale, kurora huyu ni wa kabila liko, huyu ni wewe liko. Politics inaleta mambo ya one term, two term, twakinya hau maundu magathukana, jealousy, competition, ama mambo kukorwo ni urenda gutwikata mundu uria ungi, mambo ya gossip, mambo ambayo inatufanya tukatengana, mambo ya unforgiveness, wewe huwezi kama ulikosewa na mwingine huwezi kumsamehe, mambo ya teachings ambazo si za ukweli, false teachings ambazo zimeingia katika kanisa zinafanya watu watengane. Na pia personal interest, mambo ya kujitakia mambo yako mwenyewe. Hizi ndizo mambo ambayo huwa zinaleta disunity among Christians. So ni vizuri tuweze vile tunasema, let us cultivate unity, let us pray together, let us serve together, let us celebrate one another. Wacha reke tukenanire, uyu ungi arathimwo reke tukenanire, and let us speak the truth in love. Mundu ahetia ni yerwo ni ahetia na ekwogo in love, nigetha acokererio thĩinĩ wa kanitha. And let us respect diversity.
tumeambiwa hapa angikorwo ni the hotaga ono yo ngidahotaga ndukamone ucio tari alesa kana kiheo gya kudoga kione tari kio kiega gukira kio riongi. If you serve in the church school na mwingine labda ana serve pengine, usimdharau mwingine. Let us respect diversity. Kama wewe ni wa kabila hii na kabila hii, sisi wote tumeambiwa we belong to God our Father and we belong to this country. Kwa hivyo lazima tuwe a church that speaks the truth, a church that promotes justice, and a church that pursues peace. A church that pursues peace and unity. Our nation, ikimalizia, desperately needs Christians whose character reflects Christ. Kanisa letu linahitaji watu ambao tabia zao, mienendo yao inalingana na Ukristo ambao wako nao. So let us become people who speak the truth, watu wa kuongea ukweli, watu ambao they defend the vulnerable, ama watu ambao wakuangalia wengine katika jamii ambao wako chini, watu ambao wanakataa corruption, watu wa reject corruption, watu ambao they pursue peace. Tueretwa tuthingate thayo, tumigie na thayo na tuthingate. People who pursue unity and people whose lives glorify Christ. Bwana asifiwe. Mambo matatu. Na kama hii mambo ya tatu ni kama stool, a three-legged stool, jongwa, ndeto tiyo jongwa. Ogiuna kugoro komwe kwa jongwa, jongwa ni kurogama wega. So vile Mika ametukumbusha, he has shown us, God has shown us what we need to do. It is to act justly, to love mercy, and to walk humbly with our God. Bwana asifiwe. Naye Yesu akatuambia, you shall know the truth and the truth shall set you free. Na tumesema truth inapatikana katika kumjua Kristo na katika kusoma neno lake. Na mwisho Paulo akasema, make every effort to keep the unity of the spirit through the bond of peace. Hakikisha kuwa mambo ambayo yametuleta pamoja as a church, as Christians, tumeyaweka pale. So hizi stools ama hii jongwa, the truth, justice and unity. Bwana asifiwe. Tusimame ndio tuweze kuomba hili ombi. Nikisema unasema amen, sawa sawa. Ni ombi langu kwetu kama kanisa. Na katika wiki hii ya JPLC tunapotoka tukienda, wacha tukumbuke mambo hayo matatu: truth, justice and unity. May the God of truth sanctify you completely. Mungu wa ukweli aweze kuwafanya watakatifu kabisa katika ukweli wake. Amen. May Christ, the Prince of Peace, make you instruments of justice and reconciliation. Kristo ambaye yeye ndio mfalme wa amani aweze kuwafanya muwe vyombo vya kuleta justice ama haki na uwiano katika society na katika kanisa. Amen. May the Holy Spirit unite us in one faith, in one hope and in one love, that the world may see Christ in us. Roho Mtakatifu wa Mungu akaweza kutuunganisha katika imani moja, katika tumaini moja na katika upendo mmoja, ili watu wakituona waweze kuona Kristo ndani yetu. And the blessings of God our Father and the Son and the Holy Spirit be with you and remain with you always as you witness Christ. Baraka za Mungu Baba, za Mwana na za Roho Mtakatifu ziwe nanyi mnapoenda kuwa mashahidi wa Kristo katika taifa, katika your homes, katika society. Amen. Bwana wabariki. Amen.